Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Karibuni ndugu zangu wapendwa katika tafakari ya Dominika ya pili ya mwaka A wa Kanisa. Masomo yetu ya Dominika hii ya pili ya mwaka A wa Kanisa yanatoka katika vitabu vya manabii, waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto na pia Injili ya Yohana. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha nabii Isaya sura 49 aya ya 3 na aya ya 5 hadi ya 6. Na somo la pili linatoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya kwanza aya ya 1 hadi ya 3, na Injili ya Yohana sura ya kwanza aya ya 29 hadi 34. Somo la kwanza tunasikia nabii Isaya anaitwa na Mungu kuwa mtumishi wa Mungu. Hivyo ujumbe tunaoupata katika somo hili ni wewe u mtumishi wa Bwana. Wewe u mtumishi wa Bwana. Nabii Isaya anaitwa na Mungu kuwa mtumishi wake, kuwa mtumishi wa Mungu. Mungu anamwandaa mtumishi wake tangia tumboni mwa mama yake. Anamtengeneza, anamuumba, anamfinyanga ili amfanye awe kweli mtumishi wake. Mtumishi huyu anayefinyangwa na Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya watu wa Mungu, taifa la Israeli. Isaya aliandaliwa kwa ajili ya taifa la Israeli ili awarudishe watu hawa kutoka huko walikopotelea na kuwaingiza tena katika mikono ya Bwana. Kazi ya mtumishi wa Mungu, kazi ya mtumishi wa Bwana ni kuinua kabila ya Yakobo, kuinua kabila hii iliyokuwa imekandamizwa, imeonewa, imedidimizwa, imekanyagwa chini. Kabila hii inapaswa iinuliwe na mtumishi wa Bwana, ionekane kwamba ni kabila kubwa inayofaa, inayoonekana. Kazi ya mtumishi wa Bwana ni kuinua watu waliokandamizwa, ni kuwainua Wakristo wote ambao wanaonewa, wale wanaoteseka, wale wanaohangaishwa, waweze kukombolewa, waweze kutoka huko katika hali ya chini ya mashimo walikozamishwa na watu wasiopenda. Hawa watu waweze kukaa mahali pa juu. Tuwainue watu hawa. Kazi ya mtumishi wa Bwana ni hiyo, kuwainua watu. Mimi na wewe tunaitwa sasa kuwa watumishi wa Bwana. Kwa sakramenti ya ubatizo tumeitwa. Mimi na wewe ni watumishi wa Bwana. Tunapaswa kufanya kazi hii ya kuwainua watu waliokandamizwa, walioonewa, wanaonyonywa, waliogizani, kuwatoa huko. Na mwisho kabisa anasema mtumishi wa Bwana atafanywa kuwa nuru ya mataifa. Nimekufanya uwe nuru ya mataifa ili upate wokovu wangu, ili upate wokovu wangu. Inakuwaje nuru ya mataifa ili nipate wokovu wa Bwana? Hivyo kama Wakristo wabatizwa tunapaswa kufanya hivyo, tuwe watumishi wema na waaminifu kwa Mungu ili tupate wokovu hata miisho ya dunia. Lakini tunaweza kujiuliza katika maisha yetu tunavyojiona, kwa namna tulivyo, je, kweli tumekuwa watumishi wa Bwana na nuru ya watu kwa mataifa yote? Na nuru ya watu kwa mataifa yote. Je, kweli tumekuwa watumishi wa Bwana kwa sakramenti yetu ya ubatizo? Hivyo Mkristo mwenzangu, tathmini ubatizo wako. Je, kweli ni ubatizo wa utumishi? Na somo la pili linatupa ujumbe huu kutoka waraka
wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sio ile Wakorinto 13 mpaka ya 10 iliyosemwa na yule ndugu yetu Mkristo mwenzetu asiyejua hata kutamka vizuri maandiko matakatifu na vifungu vyake, anajitamkia tu. Ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 1 aya ya 1 hadi ya 3. Mungu anatupa ujumbe huu: wewe ni mtakatifu wa Mungu. Mtume Paulo anawaita Wakorinto kuwa ni watakatifu wa Mungu pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana. Hawa ni watakatifu wa Mungu. Utakatifu huu ambao Wakorinto wameupata ni utakatifu katika sakramenti ya ubatizo, katika sakramenti ya neema ya utakaso walioipokea. Kwa kuoshwa dhambi zao na kufutiwa hatia yao wanakuwa watakatifu. Hivyo mimi na wewe ni watakatifu ambao tumeitwa, tumeoshwa, tumetakaswa, tumeogeshwa kwa sakramenti ya ubatizo na kupakwa mafuta ya Krisma takatifu, kutangazwa kuwa makuhani, manabii na wafalme. Hivyo sisi ni watakatifu wa Mungu. Mimi na wewe leo hii tujivune kuwa ni watakatifu wa Mungu, lakini tunaweza kujiuliza, je, utakatifu wetu unafanya kazi kweli? Na kweli tunaonekana ni watakatifu wa Mungu? Je, matendo yetu na maneno yetu ni ya utakatifu? Hivyo tujichunguze, tujione kama kweli sisi ni watakatifu wa Mungu. Lakini Mungu ametuita sisi tuwe watakatifu. Ndio wito huo mkuu ambao hata yeye mwenyewe katika mafundisho ya Yesu Kristo anatuambia, kuweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu, na zaidi kuweni wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Je, utakatifu wetu unapaswa kuendana na ukamilifu kama Mungu alivyo mkamilifu? Hivyo ndugu zangu wapendwa, kama Wakristo tunapaswa kujitahidi kwa watakatifu kwa kujiweka safi mara nyingi na kuyaishi maagano ambayo tuliyaweka siku ya kukiri imani yetu mbele ya altari ya sadaka ya Kristo. Tulisimama na kuapa na kukiri kwamba ninasadiki kwa mambo yote yanayoonekana na yasiyoonekana. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Muumba wa mbingu na dunia na ulimwengu na vitu vingine vyote, mimi nikiwepo. Ninapaswa kusadiki hayo. Na somo la Injili linatupa ujumbe huu: Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu. Yohane Mbatizaji anashuhudia Yesu ni mwana wa Mungu, ni mkuu kuliko yeye, na anamtambua kuwa ndiye mwana kondoo achukuaye dhambi za ulimwengu. Na anamshuhudia Roho Mtakatifu anashuka juu yake kwamba hakika huyu ni mwana wa Roho Mtakatifu. Anashuhudia tena kwamba sauti inatoka pale inamtambulisha kwamba huyu ni mwanangu mpendwa niliyependezwa naye, mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu. Anajitambulisha kwetu hivi ili tumkiri Mungu na ukuu wake na kututaka sisi tubaki kuwa watoto wake, watoto wa Mungu. Je, sisi ni watoto wa Mungu kweli? Mkristo mbatizwa, wewe ni mwana wa Mungu, mimi ni mwana wa Mungu. Sote tumebatizwa, tumepakwa mafuta ya Krisma takatifu, tumepakwa mafuta ya wakatekumeni, na siku ya kipaimara tumewekewa mikono na askofu, halifa mkuu wa Kristo, kuhani mkuu, kufanywa kuwa wana wa Mungu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Tulipata neema hizo zote. Hivyo sisi sote Wakristo wote ni karismatiki, ni Wakristo wa karama, na nguvu ya Roho Mtakatifu ipo ndani mwetu sote. Hakuna mwenye kujivuna na kujiona kwamba yeye peke yake ndiye ana nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu ni kwa wabatizwa wote
wana kipaimara wote ambao sisi sote tumefanywa kuwa wana wa Mungu kwa njia hiyo. Hivyo Roho Mtakatifu yupo ndani yetu kwa kila mmoja, hata yule mtoto mdogo aliyebatizwa jana, naye tayari Roho Mtakatifu yupo ndani yake, na karama zote za Mungu zipo ndani yake. Hivyo kama Wakristo tunapaswa kutumia vema nafasi hii na fursa hii ambayo tunaitwa kuwa wana wa Mungu. Sisi ni wana wa Mungu, sisi ni wana kondoo wa Mungu tunaoitwa, na muda mwingine tunapaswa tuchinjwe bila kulia, bila kutoa sauti, kama mwana kondoo alivyoshuhudiwa akichinjwa, akimwaga damu yake, akiburuzwa kokote kule alikotakiwa kwenda. Hivyo tunayo nguvu hiyo ya kuitwa wana wa Mungu, tunaye Roho Mtakatifu ndani mwetu. Tujitahidi tusipoteze sifa hii kwa kutaka kutawaliwa na maisha ya ulimwengu huu, na wengi wetu sasa tumepoteza sifa hii kwa kutawanywa akili zetu, kwa kupenda sisi wenyewe au kwa kutokupenda sisi wenyewe, kwa sababu ya mamlaka na nguvu za watu wengine. Hivyo tumwombe Roho Mtakatifu atusaidie tuweze kushuhudia ukweli wa Injili tulioipokea, na tusiogope kusema kweli kama Yohane anavyosema kweli, tazama mwana kondoo wa Mungu azichukuaye dhambi za ulimwengu. Tazama, namuona Roho ndani yake, Roho Mtakatifu ndani yake. Tazama, huyu sasa anatambulishwa kuwa mwana wa Mungu. Nimemuona mwana wa Mungu. Nasi tumshuhudie Roho Mtakatifu ndani yetu, tumshuhudie Kristo ndani mwetu, na sisi wenyewe tuwe kweli Kristo mwingine kwa ajili ya kuwaokoa watu wengine. Injili ya Kristo ni kwa ajili ya wokovu wa watu wote, na hasa ambao kabila ya Yakobo imekandamizwa, hasa wale waliokandamizwa, ambao hawatambui haki zao, ambao hawatambui furaha yao, bali nyakati zote wapo katika majonzi, machungu na vilio. Tumsifu Yesu Kristo.